habari yako mkuu. Leo nimekuja na taarifa bora kabisa mkuu. Nimekuletea ile taarifa ambayo ulikuwa ukisubiri kwa hamu. Nimewakamata wale mahalifu uliokuwa unawavizia muda mrefu mkuu, na hivi sasa hivi ninapokuambia wapo nyuma ya nondo, wanyea kwenye ndoo tu. Kwa hiyo nimekuja kukuchukua mkuu wangu, twende ukawaone wanavyohangaika kama panya. Oho, asante sana Afande Ngwijo. Leo umenifurahisha kweli, tena umenifurahisha tena. Leo nitaweza kukuongeza hadi cheo. Nilikuwa natamani siku nisikie hii kauli kutoka kwako, kwa sababu wale wahalifu walikuwa wanatishia sana amani. Wale wahalifu walikuwa wanapora sana mali za umma. Hebu twende tukawaone, nijiridhishe na mimi. Haya, Bwana Juma, nimeitikia wito. Nimekuja kama ulivyonielekeza. Naomba tuongee mambo ya msingi tafadhali, na sina muda mwingi kwa sababu nimetoroka tu nyumbani mara moja. Kwa hiyo sitegemei kupoteza muda sana hapa. Sawa? Oho, asante sana, safi sana, na nilijua tu kama unaweza ukaja. Lengo nililokuita hapa Bikidawa nilitaka tutengeneze mahusiano mazuri baina yangu mimi na wewe. Au unaonaje hilo? Haya, nipo tayari na kusikiliza. Unahitaji kuniambia nini Bwana Juma? Na kusikiliza. Ila naomba tusichelewe sana, kwa sababu kama nilivyokwambia muda sina. Mume wangu anaweza akarudi akanikuta nyumbani nimetoka, yakawa majanga. Kwa hiyo naomba uongee haraka haraka. Oho, haya, ngoja basi niongee haraka haraka, kwa sababu kama ulivyosema huna muda. Sasa Bikidawa, mimi nimekuita hapa na nahitaji tutengeze uhusiano baina yangu mimi na wewe. Kusema ukweli Bikidawa, mimi nimekupenda sana. Oi. Nimekupenda sana, nahitaji uwe mpenzi wangu Bikidawa. Ama wewe unalionaje kwa hilo? Kwa sababu nimemwona Bwana Kwicho yuko na majukumu mengi. Nikaona bora nije nimsaidie. Ama unaonaje Bikidawa? Makubwa haya jamani, mie leo. Kwani wewe Bwana Kwicho si ni rafiki yake? Leo hii unataka kumsaliti? Kwa ajili gani? Kwa ajili gani mimi nimsaliti mume wangu? Bwana Juma, hauoni hata aibu hayo maneno unaonambia? Mimi ni shemeji yako Bwana Juma. Jamani, dunia imevaa sketi hii jamani. Dunia tayari imeshavaa sketi. Oye jamani. Oho, shughuli inaanza kuharibika mapema hii jamani we. Naisho hatala kusema mimi. Ila nisikilize Bikidawa, mimi sio kama nakwambia kama nakukosea, hapana. Ila sasa ni upendo ambao upo ndani ya moyo wangu. Naomba unipe nafasi japo kidogo Bikidawa. Nakuomba sana. Oi. Haki ya Mungu, sijui hata mimi nianze wapi kukwambia, lakini moyo wangu umetokea kukupenda sana Bikidawa. Naomba unikabidhi moyo wako, sitokufanya ujutie Bikidawa. Ama unielewi Bikidawa, nifanye nini mie? Oi. Sasa Bwana Juma, unaona kama nakuchekea? Unaona nakuchekea kwa sababu unaona kama ni mazuri mwenyewe. Unaropoka tu, unabwabwaja dodomo lako kama bakuli unalibwabwaja. Nisikilize Bwana Juma, mimi nampenda mume wangu na siwezi kumsaliti kwa jinsi yoyote ile. Nisikilize, kama hili ndio ulonitia hapa, kuna mbea huo upuzi wako, naomba niondoke. Nipishe niondoke Bwana Juma.
Oho. Oho. Oi. Oi. Jamani, naishiwa uroto mimi mwilini. Miguu inanyong'onyea jamani. Bikidawa, kwa nini unanikataa lakini Bikidawa? Oho. Bikidawa. Bikidawa, usiondoke. Bikidawa, nisikilize hisia zangu Bikidawa. Oho. Unaondoka Bikidawa. Jamani we. Oi. Oi. Hivi wewe bwana Kwicho, unakielewa hicho unachokiongea? Hivi wewe bwana Kwicho, una utani na mimi? Bwana Kwicho, unataka mimi kufanye nini? Ina maana wewe umenileta hapa kwa ajili ya kuja kuangalia gereza langu? Umenileta hapa kwa ajili ya kuja kusikia harufu ya hili selo? Bwana Kwicho, mbona unaniangusha bwana Kwicho? Mie sielewi mkuu, tena sielewi haswa. Maana ninavyojua mimi, hii mihalifu, hii mijambarika sugu, mimi nilikamata mimi mwenyewe kwa mikono yangu. Nikaichukua, nikaisweka ndani, nikaifungilia na kufuli. Lakini nashangaa mkuu, na kuja kukuita tuje tuangalie, tunaona hawapo, wameshaondoka. Mkuu, mimi hapo sihusiki. Sihusiki hivyo. Mimi sihusiki kabisa. Mimi naona kama kuna mtu anifanyia mchezo hivi. Kuna kama mtu mimi anifanyia mambo ya masingara kama masihara. Mpaka naanza kuichukia mimi hii kazi ya Mwenyezi Mungu. Naona ishaanza kunilehemelea mimi. Sasa bwana Kwicho, mimi tu nikwambie kitu kimoja. Hebu kuwa makini na utendaji wako wa kazi, kwa sababu unafanya makosa mengi sana. Nashindwa hata jinsi ya kukusamehe. Ila wewe ni kijana wangu wa kazi, wewe ni kijana wangu mtiifu. Nakupa tena muda wa kuweza kuwakamata hawa watu. Ila mara hii sitaki uniangushe bwana Kwicho. Naomba ufanye kazi vizuri. Naomba ufanye kazi kwa weledi. Baadaye bwana Kwicho. Sawa mkuu, hamna shida, na kuahidi mimi nitafanya kazi kwa uweledi, nitafanya kazi kwa ustadi, na nitahakikisha mimi nalitendea haki jeshi langu la polisi. Sawa mkuu, kama ulivyoagiza. Hivi wewe bwana Kwicho, nataka unieleze haswa. Hivi wewe umenioa humu ndani kuja kukulindia hizi furniture zako? Ama umenioa humu ndani mimi kwa ajili ya kuja kushangaa tu? Maana mimi sikuelewi. Tangu uliponioa mimi humu ndani umenifuga tu. Unipi haki yangu yoyote bwana Kwicho. Mpaka mimi nafikia stage mimi naanza kuhangaika. Au unataka mimi nikusaliti bwana Kwicho? Unataka mimi nikusaliti? Unajua mimi sikuelewi bwana Kwicho, mimi sikuelewi unajua. Sasa leo mke wangu wage umempanda wa kichwa leo jamani. Nisikilize mke wangu, nikwambie. Mimi sio kama sitaki kukupa haki yako yoyote mke wangu. Lakini majukumu ya kazi inibana mwenzio. Afande mkuu anavyonifanya, anipa kazi ngumu mimi, anipa kazi nzito. Kisa niona mimi ni mpole. Lakini mke wangu mie sio kama ninakuweka ndani kama furniture. Hapana. Mie najali sana uwepo wako. Lakini mke wangu nivumilia. Kuna hii jambazi ndio yanichachafya mimi. Hebu nivumilie mke wangu. Nisikilize bwana Kwicho. Tena naomba unipe hilo sikio lako na hizo ndevu zako zote zinisikilize mimi. Mimi humu ndani sikuja kuwa kama furniture. Mimi humu ndani sikuja kukulindia hizi furniture zako. Mimi humu ndani nimekufuata wewe. Na kama wewe humu ndani hukai, unaingia toka tu, kinachofuata mimi niende zangu nyumbani. Sawa? Ukishakuwa unahitaji kuwa na mimi, utakuja kunifuata. Lakini mimi siwezi kukaa nyumba ya peke yangu hali ya kuwa wewe hupo. Umenielewa bwana Kwicho? Mimi naondoka. Tena naomba
Usijaribu kuja kunisumbua kama kazi zako hazijamaliza. Wewe kazi upolisi tu, upolisi umekuwa wewe. Nyota zenyewe huna hata moja. Kazi kuwa na mindevu tu inakuning'inia kama mizizi ya bangi. Tizama lile komwe lake. Puuzi wewe, mnipishe. Oho, mke wangu usiondoke. Hebu usiondoke mke wangu we. Ukiondoka sasa mimi nitaishije? Walahi hizi kazi hasa zishanchosha mimi, walahi naona vyangu vyefye tu. Sasa mke wangu ukiondoka wewe, mimi nitakuwa na nani? Ya Rabbi we nisaidie. Nasema hivi, Bwana Mkwicho, mimi naondoka. Tena naondoka. Sawa? Naondoka. Usiondoke. Naondoka. Mke, naondoka. Haya, tafanya nini mimi sasa? Na mke wangu huyo kashaondoka. Wallahi mimi namwambia mkuu mie hii kazi ni nzito alonipatia wallahi. Sasa tafanya nini mimi? Mkuu, kama unavyotuona tumeweza kutoroka jela, lakini nashangaa tumetoroka kimazingara kweli. Mara tumejikuta tupo katika eneo letu la site, tumejikuta tupo katika eneo letu la maficho. Sijaelewa mkuu, hapo tumechomoka vipi hapo? Nilikuwa na majibu. Basi hata mimi pia nilitaka kushangaa, nilitaka kujiuliza tumetoweka vipi pale, hali ya kuwa tulikuwa tayari nyuma ya nondo. Lakini najikuta sasa hivi tupo katika eneo letu la kazi, eneo letu la maficho. Hakika mkuu we ni noma, unahitaji kupewa mapokezi kama yote mkuu we noma. Oi. Oho. Wasikilizeni hawa vijana jamani. Hivi nyinyi vijana hamjui kama mimi ni mkubwa wenu? Mimi ndio kiongozi wa ile kundi. Na mimi natakiwa nililinde kundi kwa gharama yoyote ile. Kwa hiyo, mimi nilivyojua kama nyinyi tayari mpo nyuma ya nondo mnakunya kwenye ndoo, nikafanya mazingzong, mukarudi hapa chapu kwa haraka. Oho. Naniona mimi mwepesi sio? Mimi ni mzito. Nye vijana namna gani nyinyi mnaishi kibwege? Haki ya Mungu naisi mnanichosha, haki ya Mungu we jamani. Oho. Oi. Oho. Mimi mwenyewe nilitaka kushangaa mkuu atuache sisi tunyie debe. Lakini mkuu, ulichokifanya ni kitu kimoja kizuri sana. Umetuokoa sisi vijana wako. Tulikuwa hatuelewi cha kufanya. Ila mkuu, tupe mipango ya kazi tukapige kazi. Sisi hatuna kazi, tunahitaji kazi ili tufanye kazi. Oho, sasa nisikilizeni vijana. Kuna mdili hapa wa pesa. Kuna dili zito. Nataka niwape vijana wangu mkapige kazi. Lakini hili dili ni lazima kwanza nilitengeneze. Ni lazima kwanza nilipike. Ni lazima kwanza nilifanyie kila design ili mradi lisije likaharibika. Oho. Sitaki kuja kuona upuuzi wowote unajitokeza mimi. Sitaki kuja kuona dili langu linafeli. Sasa nitawapa mrejesho nini cha kufanya. Mmenielewa vijana? Lakini katika hili dili pia msisahau kwa mimi ni mkuu wenu na hamwezi kufanya kitu chochote kinachoenda kinyume na mimi. Na mkijaribu kutaka kunisaliti vijana, mtakiona cha moto. Tena tutu niwaambie ukweli. Mimi ni noma. Haya. Naomba kila mtu atawanyike. Tusubiri, tawapa majibu. Sawa vijana? Basi mkuu, hakuna noma.
kama ulivyotuagiza, na sisi tutafata hivyo hivyo. Tupe kazi mkuu, tupe kazi. Tunasubiria simu yako tu mkuu, hakuna shida. Aha.